Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukumbuke wazo kuu katika ibada na Jumapili yetu leo ni kuushinda ulimwengu. Kuushinda ulimwengu ndio ujumbe na wazo kuu. Natamani na mimi nitembee humo katika namna. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuushinda ulimwengu ndio ujumbe na wazo kuu katika ibada ya Jumapili yetu ya leo. Natamani tafakari injili ile ya Yohana, sura ile ya 16, mstari ule wa 25 mpaka ule wa 23, wa 33. Kuna maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe anayoyasema, kuushinda ulimwengu. Najaribu kuzungumza katika namna ya kushindana kwetu, sio katika damu na nyama, katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tuna kazi wapendwa ya kusimama na Mungu na kupambana na kumuomba Mungu pasipo kuchoka, pasipo kukata tamaa, ili tushinde na tupate tuzo isiyoharibika. Hawa Yanga au Simba kichukua kombe, sijui hilo kombe si linaharibika tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulichukua kombe katika chidikoni moja, timu ya watumishi. Ile kombe tulikuwa tunazungusha kwenye mitaa. Sasa katika kuzungusha vile kwenye mitaa, ile kombe ilikuwa na rangi ya silver gold fulani, ile rangi ikaanza kubanduka. Ikafika kwenye mtaa mmoja, ile kombe inatakiwa liende mtaa mwingine. Wakasema bwana, ile kombe lilipozunguka huko sana, lilikuwa lishaanza kuchakaa. Ile silver imeanza kupauka. Hebu mtuachie kwanza, sisi tulifanyia ukarabati hapa, tulingalishe tena, tulipige msasa, lingaengae, alafu baadaye litaendelea na safari. Kwa hiyo hizi tuzo hizi wakati mwingine zinaharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tuzo ya Mungu mwenyewe haiharibiki, ni ya uzima wa milele katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Tunawezaje kushinda katika ulimwengu tulionao? Nimalize na vitu hivi. Yesu anawaambia wanafunzi wake, ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Mungu tunayemtumikia, Yesu tunayemwamini, yeye ni mshindi wa vyote. Hajawahi kushindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini unakuwa na hofu? Kuna wakati mwingine unakata tamaa. Kwa nini wakati mwingine unachoka? Kwa nini wakati mwingine unarudi nyuma? Kwa nini wakati mwingine unaona kwamba yani basi mimi nibaki tu hivi? Kama kulia nimelia sana, kama kufanyaje nimefanyaje sana, basi tu hivyo. Kwa nini unakata tamaa? Bwana Yesu asifiwe sana. Usikate tamaa. Usichoke. Usirudi nyuma. Wala usisuse. Ukifanya hivyo shetani anashangilia, nimemweza, nimempata, nimemkamata, anashangilia. Kaza mwendo. Namna ya kuweza kushinda, moja, kwanza tunashinda kwa silaha moja ya maombi. Maombi yanatufanya sisi tuweze kushinda katika safari tulionayo katika maisha. Maombi. Ndio maana anasema ombeni nanyi mtafanyaje? Mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Yesu mwenyewe ndiye anasema katika Injili ya Mathayo sura ya 11. Ombeni, kila aombaye upokea, kila aombaye upewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi mbele za Mungu wetu ndio yanaweza kufungua, yanaweza kutufanya tukashinda katika magumu na changamoto, na yale yote tunayonenewa vibaya, na yale yote tunayozungumzwa vibaya, na yale yote tunayosingiziwa, na yale yote ambayo tunanyoshwa. Maombi ndio silaha pekee kwa namna moja ama nyingine inayoweza kutufanya tushinde katika dhiki, katika changamoto, katika magumu na mapito tulikuwa nayo. Maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anawaambia wanafunzi wake, sio kama mimi nitakao waombea, bali ninyi wenyewe mtaomba kwa jina langu. Kwa hiyo sipende tabia ya kuombewa. Jenga tabia wewe mwenyewe kuomba kwa jina la Yesu ili uwe ushuhuda upokee. Bwana Yesu asifiwe sana. So uende kanisani kwa makusudi, bwana mimi niombee, eti kuombea unaumwa au humwi, umelala. Niombeeni tu, una shida gani? Upo. Ombeni. Sio kama mimi nitawaombea, bali ninyi mtaomba kwa jina langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi sasa yanaweza kufanya kushinda magumu na changamoto zilizokuwa nazo. Wakati wewe unaomba Mungu akuvushe, na huko katika Mungu akiza wanaomba, wewe ubaki kuwa hivyo hivyo. Lakini Mungu wapinga wenye kiburi na kuwapa wanyenyekevu neema. Maombi ya wenye haki yanafaa sana mtu akiomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na bidii katika kuomba.
Na inasema imempasa siku zote kumuomba Mungu pasipo kukata nini? Tamaa. Hata kama jambo hilo bado halijatimia, au pasi kukata tamaa, kwa sababu litatimia kesho, litatimia baadaye, litatimia kesho kutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kama jambo naliombea sasa hivi, au unafunga naomba jua jambo hili, lakini jambo hilo Mungu amelikusudia katika majira ya mwezi ujao, katika majira ya wakati ujao. Kwa hiyo kumbe unapoomba katika ulimwengu wa roho, unalipushi lile jambo, unamkumbusha Mungu, na Mungu anakuwa pamoja. Wakati utakapofika sema alikuwa aliomba katika jambo hili, uliomba jambo fulani, uliomba kitu lipate kazi, alikuwa anaomba kadiri ili ajenge awe na maendeleo, anunue eneo, alijenga huyu, aliomba huyu aoe au aolewe, au kanisa liliomba juu ya jambo fulani. Kwa hiyo unakuta wakati ule ambao Mungu amekusudia unatimia, unaona kuna vitu, kuna milango inafunguliwa, vitu vinaenda, ndio Mungu anakuwa anajibu maombi. Bwana Yesu asifiwe sana.